Kilimo hai ni kilimo ambacho tunatumia mbinu za asili, mbinu za mafundisho ya kibiblia, lakini hatutumii kemikali za viwandani, hatutumii madawa ya viwandani. Shamba letu tunapanda kwa umoja, mbegu za kilimo hai zikitunza ardhi yetu. Maji ya mvua na jua la asubuhi, hakuna kemikali, asili natural isishia. Kilimo hai, kilimo safi, tutajenga maisha kwa uzalishaji wa haki. Mbegu za asili kwa afya zetu, kilimo hai, tutalima na furaha. Tunaweka mkaa na mbolea za asili, hapana kutumia sumu, ardhi inahitaji hewa. Nyanya na matunda zitakuwa bora kwa kilimo cha asili, hakika tutafanikiwa. Kilimo hai, kilimo safi, tutajenga maisha kwa uzalishaji wa haki. Mbegu za asili kwa afya zetu, kilimo hai, tutalima na furaha, tutashirikiana. Habari, jina langu naitwa Agnes Mzungu Jovini. Karibu katika channel yetu ya Kilimo Hai, na leo tutazungumzia mambo muhimu katika maisha yetu, katika jamii yetu na katika mazingira yetu. Kilimo hai ni kilimo ambacho tunatumia mbinu za asili, mbinu za mafundisho ya kibiblia, lakini ni kilimo ambacho kinatuwezesha kwa kutumia njia bora ya kilimo, ambacho ni kilimo ambacho hatutumii kemikali za viwandani, hatutumii madawa ya viwandani kama dawa zenye sumu, kama dawa za magugu na mengineyo. Kilimo hai kwa kutumia mbinu za asili na kulingana na mafundisho ya Biblia ni njia bora ya kulima, kudumisha afya yetu na kudumisha mazingira yetu kwa faida ya vizazi vijavyo. Kilimo hai kulingana na Biblia. Katika Biblia tunaona jinsi Mungu alivyoumba dunia na kumuumba mwanadamu na kila kitu kilichoko ndani yake kuwa kizuri. Tunasoma Mwanzo 1:31. Kilimo ni sehemu muhimu ya maisha yetu, na Mungu aliweka mifano ya namna ya kutunza ardhi na mazingira. Tunasoma katika Mwanzo 2:15. Bwana Mungu alimchukua mtu akamweka katika bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza. Hii inatufundisha nini? Inatufundisha kuwa ni jukumu letu kulinda ardhi, kuilima na kuitunza kwa njia ya kimungu. Kilimo hai kinatufundisha kutunza ardhi yetu kwa kutumia njia ya asili bila kutumia kemikali na mbolea za viwandani au mbolea za sintetiki. Hii inasaidia kulinda afya ya udongo na mazingira, na pia inatufanya tuwe na uhusiano mzuri na viumbe hai au viumbe rafiki kama ilivyokuwa wakati wa uumbaji. Mbinu za kilimo hai na mafundisho ya kibiblia. Kilimo hai kinahusisha mbinu mbalimbali za asili kama vile mzunguko wa mazao, ambapo mazao mbalimbali hupandwa kwa zamu ili kulinda udongo na kuepuka matumizi ya kemikali. Hii ni sawa na mafundisho ya Biblia, ambapo tunapaswa kuleta matunda kutoka kwa ardhi kwa njia inayoheshimu na kudumisha maisha. Katika Wagalatia 6:7, Biblia inasema, mtu akivuna kile alichokipanda. Hii ni kusema kile unachopanda ndicho utakachovuna. Hivyo kwa kupanda mazao kwa njia ya asili, tunavuna matunda bora, safi na yenye afya. Kutumia mazao ya asili kutengeneza dawa za mazao na mbolea. Katika kilimo hai pia tunatumia mazao ya asili kutengeneza dawa za asili na mbolea. Hii ni njia nzuri ya kuzuia magonjwa ya mimea na kuongeza rutuba ya udongo bila kutumia kemikali hatarishi.
Kwa mfano, unaweza kutumia vitunguu swaumu au mchicha wa majani kutengeneza mchanganyiko wa asili wa kuua wadudu. Pia, mbolea za samadi ni mbolea bora zinazosaidia kudumisha afya ya udongo. Faida za kilimo hai kulingana na Biblia. Kilimo hai kina faida nyingi, si tu kwa mazingira, bali pia kwa afya ya mtu au afya ya binadamu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 31 inasema, uzalishaji wa haki, mbegu za asili kwa afya zetu. Kwa kulima kwa njia ya asili, tunahakikisha kuwa tunalima kwa njia inayoheshimu maisha. Tunalinda afya yetu na kuwalinda wenzetu. Kilimo hai pia kinatufundisha ushirikiano. Katika Mithali 12 mstari wa 11 tunasoma, mtu afanyaye kazi ya shamba lake atapata chakula cha kutosha. Hii inaonyesha kwamba kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa umoja tutapata matokeo mazuri. Mwisho, kilimo hai ni njia nzuri ya kurudi kwenye asili, kutunza mazingira yetu na kudumisha afya zetu. Kwa kufuata mafundisho ya Biblia, tunaweza kujenga jamii imara na yenye afya. Ikiwa wewe ni mjasiriamali, mtaalamu wa kilimo au mtu anaishi kwa kulima, tumia mbinu hizi za asili kutunza dunia yetu na kujenga maisha bora kwa kila mmoja wetu. Huu mmea kwa lugha ya kigeni unaitwa castor oil, na kwa lugha ya kwetu nimeusahau kidogo. Huu mmea leo nakuletea faida ya huu mmea. Faida ya kwanza kwetu sisi wa mama, inafanya vizuri kwa mpango wa uzazi. Mbegu zake, hizi mbegu tunatumia, unaweza zikisha pasuka natoka mbegu ni kama vidonge hivi. Kwa hiyo kadiri wewe unavyotaka, labda ni miaka 2, miaka 4, 5 ndivyo unavyotumia zile mbegu zake. Labda ni mwaka mmoja. Kwa hiyo mbegu ile ikishapasuka unatoa mbegu moja unameza kama unavyomeza vidonge. Wala haina madhara. Asante. Lakini faida nyingine hiyo ni kwa binadamu. Jiunge nasi kwenye harakati hii ya kilimo hai na tutumie njia ya asili kulima kwa faida ya jamii na dunia yetu. Asante kwa kutazama. Bye. Tunaweka mkaa na mbolea za asili. Hapana kutumia sumu, ardhi inahitaji hewa. Nyanya na matunda zitakuwa bora.